Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Msemaji wa Vatican Kardinali Farrell amesema kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alifariki katika makazi yake huko Casa Santa Marta, Vatican. Papa ametajwa kuwa mtumishi wa Mungu ambaye katika maisha yake yote alijitolea kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Ali Makbul ana maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Skola Kisanga. Uchaguzi wake wa kushtukiza wa mwaka 2013 uliashiria mwanzo wa uongozi wa aina ya kipekee na uliotofauti ukilinganisha na yeyote aliyeshikilia wadhifa huo kabla yake. Jorge Bergoglio alikuwa na asili ya Italia, lakini alizaliwa Argentina. Wakati akiwa katika mafunzo ya dini, aliwahi kufanya kazi za usiku kama mlinzi katika klabu moja ya burudani. Wanafunzi wenzake ushemasi walifungwa jela na kupitia mateso wakati wa utawala wa kidikteta wa kijeshi nchini Argentina. Yeye aliteuliwa kuhudumu kama askofu mkuu wa Buenos Aires. Wengine walimshutumu kwa kuunda urafiki wa karibu na serikali iliyokuwa madarakani. Kama papa, bado alitembelea waliokuwa rafiki zake, ambapo alipewa jina la mtakatifu aliyewapigania masikini katika jamii. Papa Francis aliashiria kwamba upapa wake haukuwa na mizizi katika Roma, lakini katika maisha ya waumini ulimwenguni kote, na hasa wale walio katika changamoto za kiuchumi. Aliishi maisha yasiyo rasmi kama papa, hali iliyodhihirika wazi hata wakati wa hafla mbalimbali. Care familie. Tangu mwanzo mtindo wake haukuwa rasmi, na kitendo chake cha kwanza kama papa kilikuwa kulipa bili yake hotelini. Katika ishara zake za mapema, kama kuosha miguu ya wazee na wafungwa, alionyesha hamu ya viongozi wengine wa kanisa Katoliki kuwa karibu na wasiojiweza. Mara nyingi alisisitiza kuhusu kulindwa kwa wakimbizi na wahamiaji, wakati akiweka shada la maua juu ya maji ambapo wengi wa wahamiaji walikufa katika safari zao hatari za majini. Alisafiri kote duniani na kuvutia umati mkubwa sana wa watu. Nchini Brazil, watu milioni 3 walikusanyika kwenye pwani ya huko Copacabana. Na huko Filipino, alivunja rekodi za misa kubwa zaidi ulimwenguni, kwani watu milioni 6 walijitokeza kujiunga naye. Alilinganisha usawa wa kiuchumi na mazingira. Katika video za kuzindua waraka wa Papa, alisema mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na nchi tajiri ambapo yanaathiri zaidi mataifa masikini. The Pope of the Holy See. Mnamo mwaka 2015 alikuwa papa wa kwanza kuhutubia bunge la Marekani. Ninashukuru sana kwa mwaliko huu. Alizitaka nchi tajiri kuilinda dunia. God bless America. Aliomba msamaha kwa kashfa ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto unaofanywa na mapadri wa kanisa Katoliki. Mungu anachukizwa na unyanyasaji wa watoto. Katika ziara yake huko Ireland, ya kwanza kutembelewa na Papa Mtakatifu katika kipindi cha muda wa miaka 40, aliomba msamaha kwa waathiriwa wa karibu kila tukio, lakini bado hata hivyo kashfa ziliendelea kujitokeza. Upapa wake uliashiria mabadiliko katika masuala ya wanaojihusisha na mapenzi ya jinsi moja. Wakati mmoja alizungumza akisema, "Mimi ni nani wa kuhukumu?" Wakati akizungumza juu ya askofu anayejihusisha na mapenzi ya jinsi moja. Lakini baadhi ya wenye misimamo mikali wanasema kwamba vitendo vyake na msimamo wa Vatican na mafundisho ya kanisa yamebadilika kidogo. Hata hivyo, Wakatoliki wa hafidhina walikosoa msimamo wake. Lakini kwa njia fulani alikuwa kama Papa John Paul wa pili, ambaye alimfanya mtakatifu. Na alikuwa na maoni na misimamo tata juu ya utoaji mimba, uzazi wa mpango, kuwasili watoto na hata usawa wa kijinsia. Mtindo wake wa upapa hata hivyo haungeweza kuwa tofauti zaidi na mtangulizi wake wa karibu Benedikto wa 16, ambaye hata hivyo yeye mwenyewe ndiye alisimamia mazishi yake. Kupitia idadi kubwa ya makardinali kutoka nchi zinazoendelea ulimwenguni aliowateua, alibadilisha mfumo wa uongozi katika kanisa Katoliki. Katika miaka hivi karibuni, Papa Francis alikumbwa na matatizo ya kiafya. Haya yaliathiri kwa kiasi kikubwa sana utendaji kazi wake, lakini alipata ugumu wa kupunguza ratiba yake yenye shughuli nyingi kila siku. Buona domenica a tutti. Mbali na kuwa papa,
Alikuwa mchungaji, mnyenyekevu na mwenye kupenda ushirika na waamini wa kawaida wa hadhi ya chini na sio wenye nyadhifa wala mamlaka. Na mkitafakari hayo, msikilizaji, napitia ujumbe wako uliotuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Justin Brasses Jason unasema karibu tena Leeds United katika ligi kuu ya Uingereza EPL. Maneti Magongo Kione ukiwa Iringa Uluti unasema kifo hakina huruma, Papa ameondoka kipindi cha Pasaka, tutamkumbuka. Kamoja Amri Mahwa wa Urambo Tanzania, pumzika kwa amani Papa Francis, poleni kwa wafiwa, Mungu amlaze mahali pema. Frank Shayo wa Arusha Sakina, apumzike kwa amani Papa Francis. Elibariki Yusto Mukunguru unasema Papa Francis utakumbukwa kwa mengi uliyofanya hasa kwa bara la Afrika, upumzike kwa amani. Tukisalia katika taarifa hiyo kuhusu kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, awali nimezungumza na Wanderi Kamau aliyewahi kuripoti ziara rasmi ya Papa Francis nchini Kenya. Wakati huo Kamau alikuwa mwandishi wa habari wa gazeti la Taifa Leo, na alianza kwa kunieleza mambo anayoyakumbuka kuhusu ziara ya Papa Francis. Nakumbuka ilikuwa tarehe 25 hadi tarehe 27, manake ndizo tarehe ambazo aliwasili Kenya, na wakati huo nilikuwa mwanahabari katika gazeti la Taifa Leo. Nilitumwa na mhariri wangu kumwangazia Papa Francis kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, na kwa siku 3 ambazo alikuwa Kenya. Na unaposikia ni kiongozi wa kanisa kubwa zaidi duniani anapowasili Kenya, kuna ile taswira kwamba anapewa ulinzi, kuna zile heshima ambazo huwa anawasili nazo. Lakini kilichonishangaza ni kwamba licha ya kuwa alikuwa na ulinzi ambao amepewa, alikuwa kiongozi aliyetangamana na kila mtu, alikuwa anacheka, anaingiliana na kila mtu. Umeandika katika makala yako mtandaoni kwamba hiyo ndio shughuli ambayo ulishiriki na kama huwezi kusahau maishani mwako. Ni tukio gani hasa ambalo linakugusa wakati huu hasa unaposikia kwamba amefariki dunia? Na kile ambacho kimeniguza sana ni kukumbuka ile simplicity. Yaani ni kiongozi ambaye alikuwa hana mipaka, mnyenyekevu sana, hakuwa na mipaka licha ile hadhi ambayo alikuwa nalo. Na maana yake kanisa la Katoliki lina mamilioni wafuasi. Kwa hivyo ukiangalia sasa ule unyenyekevu aliokuwa nao ni jambo ambalo mimi liliniguza kama mwanahabari, na pia ingawa mimi ni Protestanti, lakini ule unyenyekevu wake na kuondoa zile dhana kwamba zile heshima ambazo wamepewa ni jambo ambalo kwa kweli limeniguza sana. Katika kumbukumbu hizo ulizoshuhudia, unadhani kifo cha Papa Francis kimegusa waumini kwa kiasi gani? Nimezungumza na wafuasi wa Katoliki na hata wa Kenya kwa jumla. Ni pigo kubwa kwao. Utaona watu wana huzuni kubwa. Manake katika ziara yake alienda hata kuna kitongoji kinaitwa Kangemi, na akaenda katika kanisa lililo katika kitongoji, na akatangamana na watoto ambao ni mayatima wa hadhi ya chini sana, na alienda kwa kijigari cha hadhi ya chini. Lakini haonekani kama ni kiongozi wa kanisa Katoliki, bali anaonekana kama ni kiongozi aliyekuwa na ufuasi zaidi hata Waislamu, Wahindi, yani hana mipaka ya kidini. Bila shaka kama umekuwa ukifuatilia taarifa za Papa Francis katika mitandao ya kijamii, ni kitu gani kipya unaweza kujieleza umejifunza kuhusu Papa Francis? Kwanza ni unyenyekevu. Pili, anafaa kuwa na mwingiliano na watu. 3 ni kwamba hapaswi kuwa na mipaka ya kidini ama hadhi. Manake utakuta kwamba kwa mfano viongozi wengi barani Afrika pindi wanapochaguliwa, wanapoingia katika mamlaka, unakuta kwamba kuna watu wanawazunguka wanawekea mipaka. Hawana mwingiliano tena na wananchi wa matabaka ya chini. Lakini sasa kwa Papa Francis ilikuwa hali ni tofauti, taswira ni tofauti sana, na pia ni nguzo ambazo pia viongozi wote duniani hasa barani Afrika wanafaa wajifunze kutoka kwa maisha yake ya unyenyekevu na kuingiliana na kila mtu, kutokuweka mipaka. Maanake tulimuona yeye ni kiongozi wa kanisa Katoliki, lakini tulimuona akikemea kwa mfano mgogoro ambao umekuwa ukiendelea katika Mashariki ya Kati, akikemea mashambulio ambayo yamekuwa yakifanywa na Israel dhidi ya Wapalestina. Kwa hivyo yeye kama kiongozi wa Mkristo alikuwa anakemea yale madhila ambayo alikuwa yanafanywa na
pia si Waislamu pekee. Tumemwona pia akikemea yale mateso ambayo ama mashambulio yamekuwa yakiendelea kuwe kama kwa mfano nchi kama Myanmar, na hii si nchi ya Kikristo. Naam, ni changamoto gani ambazo unahisi alikabiliana nazo na sasa unaona yanakabili waumini wakati huu ambapo ameaga dunia? Huenda ikakuwa vigumu kupata kiongozi ambaye hana ule uhafidhina. Manake jambo la kwanza ambalo tuliona Papa Francis katika sera zake na katika miegemeo yake ya kidini, tulimuona hata akiomba radhi. Kuna matamshi ambayo alitumia kuingilia mashoga na akaomba msamaha. Tulimuona akifutilia mbali baadhi ya sheria ama sera za kikale ambazo ni hafidhina, ambazo zilikuwa zinaligawanya hili kanisa, ama nitaziita tu ama sera za kikale ambazo haziingiliani na usasa na ambazo hazitambui ule uhalisia uliopo. Kwa mfano uwepo wa mashoga, kwa mfano baadhi ya mapadre kuhusishwa na visa vya kuwalawiti watoto. Tulimuona akijitokeza na kukubali kwamba hizi ni changamoto ambazo ziko katika kanisa na kanisa, na alikuwa tayari kuyashughulia haya mambo. Changamoto kuu iliyopo kwa sasa ni je, hili kanisa litapata kiongozi ambaye atakuwa tayari kuyaelezea haya mambo bila kuyaficha ama bila kutaka kuonyesha kanisa kama linachafuliwa jina ama linachafuliwa sifa wakati sakata kama hizi zinapochipuka. Kwa hivyo kwa darubini yangu hili ndilo naona hii ndio itakuwa changamoto kuu. Kipi kitakuwa kipaumbele katika matarajio ya waumini wa Katoliki ulimwenguni kwa atakayechukua nafasi ya kumrithi? Kile ambacho hili kanisa linafaa kuzingatia kwa sasa, kuondoa hizi dhana za kwamba kuna baadhi ya maeneo duniani ambayo yanatengwa licha ya kuwa na ufuasi mkubwa, kushughulikia migogoro ambayo inaikumba dunia. Kwa mfano mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, mgogoro kwa mfano vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, taharuki ambazo zimeanza kujitokeza kati ya Uchina na Amerika. Atajaribu kuondoa hii migawanyiko. Ni Wanderi Kamau aliyewahi kuripoti ziara rasmi ya Papa Francis nchini Kenya